Karibu kwenye habari za ulimwengu. Leo katika uwanja wa siasa za kimataifa na nishati duniani, macho ya dunia yanaelekezwa Beijing na Moscow. China inaendelea kuongeza kwa kasi ununuzi wa mafuta ghafi kutoka Urusi, hatua inayobadilisha mizani ya nguvu za kiuchumi na kisiasa duniani. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za biashara ya nishati, Urusi sasa imekuwa miongoni mwa wasambazaji wakubwa kabisa wa mafuta kwa China, ikizidi hata baadhi ya nchi za Ghuba ya Kiarabu kwa kipindi fulani. Hii ni ishara kwamba ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa haya mawili unaingia katika hatua mpya yenye uzito mkubwa. Sababu kuu ya ongezeko hili ni bei. Urusi imekuwa ikiuza mafuta yake kwa punguzo kubwa kufuatia vikwazo vya magharibi vilivyowekwa baada ya vita vya Ukraine. Mataifa ya Ulaya na Marekani yalilenga kupunguza mapato ya Moscow kupitia sekta ya nishati, lakini badala yake Urusi imeelekeza soko lake kuelekea Asia, hasa China. China kwa upande wake imeichukua fursa hiyo. Kupata mafuta kwa bei ya chini kunasaidia viwanda vyake kuimarisha akiba ya kimkakati ya nishati na kulinda uchumi wake dhidi ya msukumo wa soko la dunia. Katika mazingira ya ushindani wa kimataifa na Marekani, Beijing inaona nishati nafuu kama silaha ya kiuchumi. Lakini hapa ndipo siasa zinapoanza kuwa nzito zaidi. Kwa kununua mafuta mengi kutoka Urusi, China inaonekana kuisaidia Moscow kuendelea kupata mapato makubwa licha ya vikwazo. Hii inazua swali, je, hatua hii ni ya kiuchumi tu au ni sehemu ya mkakati mpana wa kisiasa dhidi ya ushawishi wa magharibi? Marekani imekuwa ikionya mara kwa mara kuhusu nchi zinazoendelea kufanya biashara kubwa ya nishati na Urusi. Ingawa hakuna vikwazo vya moja kwa moja kwa China katika ununuzi huu, shinikizo la kisiasa linaendelea kuongezeka, hasa katika muktadha wa mvutano wa Marekani na China kuhusu Taiwan na ushawishi wa Asia Pacific. Wachambuzi wa kimataifa wanasema uhusiano huu wa nishati kati ya China na Urusi si tu wa muda mfupi, ni sehemu ya ushirikiano mpana wa kimkakati unaojumuisha jeshi, teknolojia na hata mfumo mbadala wa kifedha unaolenga kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani. Zaidi ya hayo, ongezeko la ushirikiano huu lina athari kwa soko la mafuta duniani. Wakati Ulaya ikitafuta vyanzo mbadala vya nishati, China inaimarisha mikataba ya muda mrefu na Urusi, jambo linaloweza kuathiri bei za kimataifa na usambazaji wa mafuta kwa miaka ijayo. Swali kubwa linaloulizwa leo ni hili: je, dunia inaingia katika mgawanyiko mpya wa kambi za kiuchumi, yaani mashariki dhidi ya magharibi? Kwa sababu kama China itaendelea kununua mafuta kwa kiwango hiki, basi vikwazo vya magharibi dhidi ya Urusi vinaweza kupoteza nguvu yake ya kiuchumi. Na kama mapato ya nishati ya Urusi yataendelea kuimarika, uwezo wake wa kuhimili shinikizo la vita vya Ukraine utaendelea kukua pia. Hii inaifanya sekta ya mafuta kuwa uwanja wa pili wa vita vya kimkakati, vita visivyo na risasi lakini vyenye athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Kwa sasa Beijing haionyeshi dalili za kupunguza ununuzi wake, na Moscow chini ya shinikizo la vikwazo inaona China kama mshirika muhimu zaidi wa kiuchumi katika kipindi hiki kigumu. Hivyo basi, wakati dunia ikitazama vita vya Ukraine kwa macho ya kijeshi, nyuma ya pazia kuna vita vingine, vita vya nishati, mikataba ya siri na mabadiliko ya nguvu za kimataifa. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.